Kijana huyu ni mtoto mpendwa wa mama yake. Maono yote aliyokuwa nayo alimshirikisha mamake mpenzi, na mamaye kwa moyo wa upendo alimuombea na kumshauri. Shauri la mama: mwanangu, mwanangu, kamwe usimwache Mungu, hata kuumize vikali. Mwanangu, kamwe usikane imani. Baadaye kidogo mamaye akaugua, kisha kafariki. Kijana alilia sana, bila kuwa na tumaini kuishi bila mama, akisema, Mungu, nimekutenda nini? Mama, niache mapema. Dhambi gani nimeifanya ili msiba unikute kwa wakati huu? Ila katika yote alikumbuka shauri mama alimuachia. Duniani ni shule la Mungu Baba, ni kupanda na kushuka. Samani ya dhahabu ni katika moto inapatikana. Ni mapito tunayopitia yana mwisho. Ni mapito tunayoyaona yana mwisho. Hayatadumu, maana ni mapito. Hayatadumu, maana ni mapito. Tunayopitia yana mwisho. Tumuulize Yusufu, nini ulipitia katika mapito yako? Tumuulize Ana, matusi ngapi ulipata katika utasa wako? Simsahau Ayubu, huyo baba alipoteza utajiri wake wote na binti zake watatu, wote wakafa kwa ghafla kwa siku moja. Simkane Mungu, simtukane Bwana sababu ya mapito yako. Ni jangwa yako tu, ni lazima upitie ili uwe jasiri kwa mambo yajayo. Ukimkana Mungu au kumlaumu, utafeli mtihani. Japo yanayo kusubiri kule mbele ni makubwa mno, jitahidi ushinde. Ni mapito unayopitia yana mwisho. Ni mapito
tunayoyaona yana mwisho, hayatadumu, maana ni mapito. Hayatadumu, maana ni mapito. Tunayopitia duniani, mambo yote ni mapito. Mapito, maana pakuza machozi, maana hayatadumu baba. Inawezekana ndugu, umepitia mapito makubwa yaliyokuchoma moyo hadi ukazani kwamba Mungu hakujui, ama kakuacha mwenyewe na ujumbe kwako. Anakujua, haijalishi unayopitia. Anakujua, haijalishi amekawia. Anakujua.